Ninasema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye muumba sehemu. Yaani hajui kutofautisha baina shay'un hissi wa shay'un ma'nawi. Makan ni shay'un ma'nawi. Yaani usitake faraka, usije Kiswahili huwezi kutofautisha baina ya shay'un ma'nawi wa shay'un hissi. Makan ni shay'un ma'nawi. Tarapo na usiseme kwamba ati Mwenyezi Mungu kwamba la yahitaji ila makan. Yaani sio kama Mwenyezi Mungu kwa sababu eti kakaa kwenye arsh kwamba eti anahitajia arsh, la. Kwa sababu vile vile basi tunakuuliza swali, tabii Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuumba viumbe anahitajia viumbe? La, hahitaji viumbe. Mwenyezi Mungu anafanya vitu sio kwa sababu ya kuhitajia. Sasa Mwenyezi Mungu kwa sababu amesema ujue tabia anahitajia ibada, la. Usipende kutumia akili yako wewe, nitaka utoe hadithi za mtume kama inawezekana kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu farakanisha baina ya sifa za vitendo ambazo Mwenyezi Mungu zingine hakuzifanya mwanzo alafu akaja akazifanya. Na Mwenyezi Mungu mwanzo hakuwa kwenye arsh alafu akaja akawa kwenye arsh. Tarapo na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliyosema thumma stawa, yani ala al-arsh, kisha akakaa kwenye arsh. Na maana ya stawa ina maana ya kukaa juu ya kitu au maana ya kutulizana juu ya kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Az-Zukhruf, litastawu ala dhuhurihi, ili mukae kwenye migongo yake, au ili mutulizane kwenye migongo yake. Na istawa ina maana ya kutulizana juu ya kitu au ina maana kukaa juu ya kitu. Sasa ina pale ambapo inapofungamanishwa na kalima ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, kipindi cha pili tunaendelea kuzungumza kuhusiana na kuweka wazi shubha na abatil ambazo bwana kaja nazo. Kama mmemsikia katangulia anaanza kusema kwamba usichanganye baina ya makanun hissi na makanun almanawi. Yaani kama nilivyosema, huyu bwana hafahamiki anachozungumza. Sio kusudia kusema kwamba makanun hissi na makanun manawi kwamba Mungu atakuwa katika makano hissi au makano maanawi, au kusudia nini? Tunasema kwamba makano ikiwa makano ni hissi au makano ni maanawi, hiyo ni muhali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa kuna makano kuna hizo makano hissi, ni makano, na makano ikiwa ni makano hissi ni makano kwa Mwenyezi Mungu, hiyo ni katika sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hilo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye laysa kamithlihi shay, hakuna kama yeye Mwenyezi Mungu chochote. Kwa Mwenyezi Mungu hanasibishiwi kuwa katika pahala wala katika upande wala katika sehemu ya aina yoyote. Lakini pia anasema kuna kwamba hii kuwa Mwenyezi Mungu wa makano au hii makano hissi na makano maanawi, kwamba hapana budi na kuyafahamu kwamba au kuwa hivyo, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kwamba maana anasibisha kwa Mwenyezi Mungu kuwa katika pahala au katika sehemu ambayo ni al-makanu al-ma'nawi. Lakini pia alikuja kukidogesha kitabu cha Imam Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu ili kuweza kupenyeza haya ambayo yeye anayotaka kupenyeza. Sisi tunamwambia kwamba hana yasema kwa Mwenyezi Mungu kwa bila mahala la upande ni maneno ya wanazuoni ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kauli Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu warda anasema, kwa sababu bwana alikuja kuikataa kauli Sayyidina Ali, yasema kana Allahu wala makana wa huwa al'ana ala ma al-hikan. Maneno haya katika kitabu cha al-farq bain al-firaq kurasa 333, arudi akatizame. Mimi nashangaa kwa nini napinga kisha aseme sahihi yake nini, ili akirudi basi apinge jambo kisha aje na nini na usahihi wa jambo. Mimi nampingia mambo na namwekea nini dalili yake ya ubatili ile jambo kuja nalo. Kauli Sayyidina Ali nyingine nayo njoo pia nayo ipinge. Imam Ali anasema radhiyallahu anhu, man zama anna ilahana mahdud, yote ambaye atakayedai kwa Mola wetu Mwenyezi Mungu ni mwenye saizi, faqad jahila al-khaliq al-ma'bud, huyo hajamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye mwenye kuabudiwa. Kwa kusema Mwenyezi Mungu kwamba yeye ana saizi au ana haddi maalumu, basi wewe hujamjua nani? Hujamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya maneno ya Imamu Ali radhiyallahu ta'ala anhu warda, lianna al-mahdud inda ulama'i at-tauhid ma lahu hajmun saghiran kana am kabira. Kitu mahdud kwa mbele wanazuoni wa lugha ni kitu ambacho yakuwa na size, ima ni ndogo au ni kubwa. Sasa ikiwa ni ndogo kama vile dharra au ni kubwa kama vile arshi, kwa nini? Ni haddi.
falhaddu indahum huwa alhajmu saghiran kana au kabira. Fadharratu mahduda, dharra ni kitu ambacho ni mahdud, kadhalika al-arshu mahdud, wan-nuru wadh-dhalami war-rihu kullu mahdud, kwamba nuru ni mchana, usiku au upepo, yote ni mahdud kwa kuwa vina size maalum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye katika sika kuwa na size. Pia imamu huyo Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu anasema katika maneno yake mengine, anasema aina, aliulizwa Imam Ali akasema la yuqalu aina, akasema aina kana rabbuna qabla an yukhlaqa as-samai wal ard, qabla an yukhlaqa as-samaa wal ard. Anasema aliulizwa Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wapi alikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla an yukhlaqa, kabla ya kuumbwa as-samaa wal arda, mbingu na ardhi. Faqala, akasema, faqala Imam Ali, ya aina tujibul makana, neno aina linawajibisha kuwa na sehemu, wa makanullahi, wa kana Allahu azza wa jalla wala makan, na Mwenyezi Mungu alikuwa kabla, na Mwenyezi Mungu alikuwa mtukufu, wala makan, kwa sehemu. Kwa Sayyidina Ali anasema moja kwa moja Mwenyezi Mungu yupo bila mahala wala upande, bali anasema Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidhatihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiumba arshi kudhihirisha uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa lam yattakhidhu makanan lidhatihi, na wala hakuifanya hii arshi kuwa ni sehemu ya kukaa dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ajabu ndio akida hiyo kukaa Mungu juu ya arshi kile masahaba, ajabu. Lakini vile vile Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu anasema walau kana Allahu muhtajan, walau kana Allahu muhtajan, hilo ihtiyaj, walau kana Allahu muhtajan ila al-julus wal qarar faqabla khalqi al-arsh aina kana Allah. Sasa langu mimi salamu Abu Hanifa, Imam anakuuliza law kana Allah muhtajan ila al-julus wal qarar, la Mwenyezi Mungu anahitajia kuchukua nafasi, kukaa au kuthibia kuchukua nafasi, fa qabla khalqi al-arsh, kabla ungoja mambo arsh, aina kana Allah, Mwenyezi Mungu alikuwa wapi? Kwa hiyo itikadi ya Waislamu au itikadi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Mwenyezi Mungu yupo bila mahala wala upande. Hizi ni nukuu chache ambazo zilizeta na sahaba na matana wanazuoni wa salaf salih juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye hahitaji kuwa katika pahala. Hiyo ni moja ya nukta. Nukta nyingine katika mazungumzo ya Bwana anasema anakuja kupinga maana ya istawa kwa maana istaula. Ulipinga maana istawa kwa maana istaula. Kabla sifika huko, kwanza tuingie kwenye kuangalizia tafsiri ya aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, ambayo yeye amekuja nayo sasa Mwenyezi Mungu amekaa juu ya arshi. Mimi nasema azuoni kwa sana aya kama hii ya Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Kwanza tuangalie tafsiri ya mtaalamu wa lugha al-lughawi as-salafi al-adib Abu Abdurrahman Abdullah ibn Yahya ibn al-Mubarak, ambaye atafariki mwaka wa 237. Ni salaf sahihi kabisa. Anasema kana arifan bil lughati wan nahw, huyu bwana alikuwa ni mtaalamu wa lugha na nahwu. Qala fi kitabihi Gharibul Qur'an wa tafsiri, amesema katika tafsiri katika kitabu chake kiitwa Gharibul Qur'an wa tafsiri, maana anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa faqala istawla, maana istawa kwa maana istawla, ambaye kaja akasema hii maana istawa hii kwa maana istawa ni maana mbaya. Tutakuja kuangalia kwa mbele kwa ni maana mbaya kweli. Huyo anafasiri maana istawa kwa maana istawla, na yeye nani? As-Salafi. Kadhalika Imam al-Lughawi Abu Ishaq Ibrahim ibn Sirri Zajjaj akafariki mwaka 311. Qala fihi adh-Dhahabi, huyu amezungumzwa na Imam adh-Dhahabi kwamba akaitwa kama yeye ni nahawiyun zamani, alikuwa ni mwazuoni wa nahwu katika zama zake. Qala fi kitabihi Maani al-Qur'an, huwana as-Sirri Zajjaj amesema katika tafsiri yake kitabu chake amekiita Maani al-Qur'an, maana wa qalu maana istawa maana istawla,
Kwa kusema maana istawa kwa maana istaula. Unapinga maana istaula kwa eti kwamba ina maana mbaya. Yaani hujaona maana mbaya kumbe Mwenyezi Mungu amekaa, Mungu ana size, Mungu sijui ana kadha. Hii si maana mbaya. Maana mbaya ni kwa Mungu ame istaula kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukajiita kwamba ni msomi na kadha, kumbe huja maneno kama haya. Kauli nyingine ya tatu ni Imamu Abu Mansuri Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi al-Hanafi, amefariki mwaka 333, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa. Qala fi kitabihi al-musamma ta'wilat ahli sunnah fi tafsiri qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa ma nafsu al-istila'u alayhi wa an la sultana li ghayrihi wala tadbira li ahadin fihi. Kwamba afasiri maana istawa kwa maana istila'un alayhi. Kwa hii ni tafsiri za wanazuoni ridwanullahi ta'ala alayhim kuhusiana na maana ya istiwa.